Zizo! Zizo! Bagi Kitego, ni takribani siku ya pili sasa sijamwona mlinzi wa Chief Kisarawe katika Lindo. Hivi atakuwa amepata tatizo gani? Nahisi Kisarawe na mke wake hawapo sawa kwenye mahusiano yao. Unamaanisha nini kusema hivi? Siku chache zilizopita alikuja dada yake Kisarawe hapa na kumlaumu sana Kisarawe. Na katika maongezi yao ukupata kuelewa hata neno moja? Nilimsikia Chita akimlaumu kaka yake kwamba anajali sana upande wa chifu kuliko mke wake. Hapo sasa nimepata jibu. Hata mimi pia habari za chini ambazo nilizokuwa nazo mpaka sasa ni kwamba mke wa Kisarawe kaondoka katika hema hii na kuelekea katika hema kwao. Nahisi jambo litakuwa ni hilo hilo. Ila tuache haya. Haya tuhusu. Tufanye kicho tuleta. Binti, fimbo imerudi. Natumai utanipa majibu mazuri. Kimungu, fimbo tuloituma naona ishafanya kazi yake sasa. Kwenye maono yangu naona imeshamzuru mtu mmoja ambaye yupo karibu sana na Siwa na muhimu kwake. Hivyo muda sio mrefu nitasikia taarifa za msiba. Maana nyoka alomng'ata ana sumu kali sana. Hicho ndicho nilichokuwa nasubiri kwa hamu sana. Hata vijakazi wangu nadhani hawatonisumbua tena kwenye hili. Mwakalinga, nawe pia umesikia? Nimesikia. Ana kitu sana huyu ila anakikalia. Binti, unaweza ukaenda kufanya kazi zako za kawaida. Ila kuwa makini, maana nakutegemea sana. Mwakalinga! Mwakalinga! Mbona unashangaa hivyo? Namshangaa yule anayeenda. Maana kwa maneno ambayo ametamka hapa, kama kikamilika, ni zaidi safari ya kwenda kwa Manyua Manyu, kifo cha mende mguu paka na kwa paku. Kama ugali wa jandoni, sahani moja, watu wanne. Tunafanya sababu. Siku nyingine wacha dharau. Kunya kwa tembo, kuchanika mkuu. Mimi hapa ndio mkuu wako. Nikikwambia binti ana kitu, wewe unabisha. Unaona kama vile sisi anatupoteza. Nadhani leo umethibitishiwa hapa. Kwa masikio yako umesikia. Hivyo sihitaji tena kumdharau yule binti. Tumeelewana? Sawa Kimungu. Kwa hili sitojirudia tena kuifanya. Uzuri na kupenda ni muelewa. Nenda kafanya majukumu yako kawaida.
Umemfanya nini Zizo? Mbona upo katika hali hiyo? Hata mimi sielewi. Maana ameanguka ghafla. Ila huu sio muda wa mahojiano sasa. Kaa naye hapa. Mimi naende kwa kijana mponyaji haraka iwezekanavyo. Sawa, mlete. Zizo, umepatwa na nini? Ila usijali, utakuwa sawa. Nipo kwa ajili yako. Kitunzi, nilishakuonya. Sio mara ya kwanza wala mara ya pili. Anayofanya kimungu unaona mazuri Je, na siku akija kumzuru Siwa, tukirudi kwenye himaya, chifu tutamueleza nini? Kivumbi, Siwa afe, asife, mimi hainihusu. Punguza kiburi. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Kivumbi. Nilipopita kwa kimungu, niliwasikia kiamuru fimbo yao igeukenyuka na ikamdhuru mtu yote atakaye shirikiana na binti Siwa. Sawa, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Afadhali nilivyokuona. Kumbe unashirikiana na Chite. Na ihali unajua kabisa Chite anashirikiana na kimungu. Hivi unafikiri wanaimaya watakuchukuliaje? Kwa nini mfanya nini? Chite ni mwanaimaya kama wanaimaya wengine tu. Ninakosa gani hapo? Kosa unalo la kushirikiana na Chite. Na ihali unajua Chite anashirikiana na kimungu. Usiwaze kama unavyowaza. Kivumbi! Kivumbi! Vipi Dizonga? Mbona upo hai hai? Nina taarifa mbaya. Zizo ameanguka na amezidiwa kabisa. Hasemi chochote. Tuwe tukamwangalie. Dizonga, Kivumbi. Vipi, hajafumbua hata macho? Ndiyo, tangu muda ule bado hajaamka. Huyu ameumwa na nyoka. Na nyoka ana sumu kali sana. Na dawa yake sio rahisi kupatikana. Mimi siwezi kumtibia. Ila nitampoza makali tu. Lakini itabidi akatibiwe na mtoto wa chifu kwenye himaya ya nyoka. Je, tunampata wapi huyo mtoto? Sio kwa sasa. Siwa. Nifuate. Siwa, maisha hizo hapo mikononi mwako. Nenda utakayeamua, afe au apone. Kivumbi, una maana gani kusema hivyo? Kivipi awe mikononi mwangu? Nyoka alomgonga na sumu kali sana. Na ule nyoka ni wa kike. Na tiba unayo wewe. Mbona sikuelewi? Utaelewa tu. Na yule inapaswa tusimtibia hapa mbele ya Dizonga.
itabidi ukamtibie kwenye imani nyingine. Dizonga, itabidi ukamtibie Zizo nje ya imani hii. Tunaweza tukaenda. Kimungu, nilipokuwa kwenye harakati zangu za kuamanyua, nilimwona Siwa akiwa na kundi lake. Nilipotazama kwa makini, kati ya wale mmoja wapo alikuwa amebebwa. Sasa sijajua ni fimbo ameshaanza kufanya kazi au tu ni magonjwa ya zinaa. Makaringa, haina haja kujiuliza. Jibu la swali lako ni hii fimbo. Na kama fimbo imeshaanza kufanya kazi, natumaini Siwa hata kuwa na uwezo wa aina yoyote ile, wala mbinu wa aina yoyote ile kutuzidi sisi. Sasa ni safari kwenda kwa manyua manyu, kifo cha mende mguu paka, tunapakuwa paku kama uji wa asubuhi. Kikombe kimoja watu wanne, alafu wa mwisho tuwatae kiosha kikombe. Makaringa, maji ukiavulia nguo wanasema sharti yaoge. Sisi tumeavulia nguo maji, haina budi ya kuyaoga. Tumeelewana? Mmoja baada mwingine tunawabandua mesili ya gogo, ni bando. Na yoyote yule aliyekuwa karibu na Siwa tunamkaza na kumkaza nia, tunampachua pachu kama nje ya panda jana. Kimungu, maji ya shingo yasikufanye uvue kofia. Hii kazi ndio kwanza imeanza. Naona majibu ya fimbo yangu yamekuja mazuri, na ndo kwanza hii ni kazi ya kwanza. Hivyo tuna budi kuendelea kushirikiana na ubinti. Mshushe Zizo chini.
alafu naomba utupishe. Nenda kule kwenye kichwa cha Zizo. Nyanyua mikono yako. Kisha vuta hisia. Ongeza. Siwezi Kivumbi, nimechoka. Wewe ndo mwenye uamuzi, Zizo apone au asipone. Kwa hiyo itabidi utumie nguvu zako ili kumponesha. Salem.